Sisi watoto wa Kiafrika hatujazaliwa kwenye mazingira hayo ya kishua kiasi hicho. Sasa hapa voko tutaifanya vitu simple sana. Sawa, kwanza tutatoa kila kitu ambacho tunaona kina before ya mixing. Tutaiclear tu kwenye mazingira kuhakikisha kwamba kila kitu kiko safi before fanya mixing yetu. Sawa, na hapa plug ambayo tutatumia ni hapa NS1 ya kuclear vocal zetu kwenye masuala mazima ya noise na kuchafu kila kitu. Hayupo Mungu kama wewe. Na usipandishe ikizidi 10 kiafya. Isizidi 10 hapa, maana kuna namba hapo zinaonekana tajiri. Hapa kwa hiyo isizidi -10. Basi. Hayupo Mungu kama wewe. Hayupo. Okay, then baada hapa tutumia diisa kukata zile AC. Kwa nini nimeanza kutumia diisa? Kwa sababu nataka pale nitakapokuja kuboost vocal zangu kwenye upande wa high sianze kuchoma. Yaani naanza kuzibalance mapema. Sio ni EQ afu nije nitumie diisa. Natumia kabisa diisa. Ili nikija ku EQ mambo yawe mazuri. Ona maana hiyo. Naiweka kabisa. Hayupo Mungu kama wewe. Soda. Kama wewe. Hayupo Mungu kama wewe. Hayupo wa kuheshimiwa. Kidogo tu. Pia unajua watu wengi hawaangaliagi hizi. Hizi waga ukitumia hii hapa ni compressor, watu wajue ni diisa. Lakini zote ni compressor tu. Kwa hiyo unapokuwa unakata pia unaangalia isizidi -ngapi. -2, -3 hizi hapa. Lakini yeye unaona hapo kuna -0, -3, -6. Kwa hiyo ikizidi sana ikifika kwenye mwisho -6 sio mbaya. Imali tu zile SS pia usizifanyaje? Usizikate zote kwa sababu zile sina maneno yanasikika. Okay. Ndio baada hapo. Hayupo Mungu kama wewe. Natumia Pro Q. Huwa roho ya mwimbaji wetu. Hayupo Mungu kama wewe. So kuwa kila sauti na namna yake ya kuiua. Kwa hiyo kama sauti ambavyo inakuwa kama huyu jamaa na base sana. Sijui ni mic ni huyu jamaa. Nafikiri itakuwa ni mic. Na base sana. Kwa lazima umlambe sana. Hayupo Mungu kama wewe. Hayupo Mungu kama wewe. Hayupo wa kuheshimiwa, wa kutukuzwa pekee. Lakini usiwe sana mpaka ikasikia kama nini? Kama phone. Ikiwa sana ikisikia kama phone tatizo. So hapa kinachofuata hapa sasa tunaangalia huyu jamaa tuna boost around 5k hapo. Kwa sababu frequencies na numbers. Ndio watu wengi ambao wanasumbua. Na numbers ambazo zinamsaidia mwimbaji kumpa maneno. Ndio hizo ambazo tunazigusa kuanzia 5 hapo. Huko 200 huko tunaita hizo ni mid frequency. Huko mwisho kuna low frequency. Hapa katikati hapo kuna high mid frequency. Unaona bana. Kwa hapa tuna boost around 5 hapa kwanza kwenye 5600 utangana samgana mpaka asikia vizuri. Pia usiboost isizidi 3 dB. Sawa. Kuna 1 dB, 2 dB hizi hapa hivi. Naona hapa katikati hapo dB hizi. Unaweza kuboost kiwango kizuri mwisho ni 3 dB. Hayupo Mungu kama wewe. Hayupo Mungu kama wewe.
kutukuzwa pekee. Okay, sasa hapo baada ya kuona huyu jamaa ame kwenye swala la kuimba kama kawaida lazima tutumie compressor kwa ajili ya kushape. Tunamshape kwanza. Kwa sababu kwenye kuimba pale kuna maneno ya kupanda na kushuka na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo tunajaribu kwanza kupata uwiano mzuri baina ya neno na neno. Wapo tutumia hii hapa. Tuani. Weka flat, hatupendi preset yote. Preset yenyewe, okay? Isizidi 3 dB sawa? Isizidi 3. Ikizidi 3 maana yake ume over compress. Hayupo Mungu kama wewe. Hayupo Mungu kama wewe. Hayupo wa kuheshimiwa, wa kutukuzwa pekee. Tofauti na wewe hakuna. Hayupo, hayupo. Huyu ndio kaimbisha kote. Hamna watu wengine wanaimbisha. Nitakushukuru Mungu wangu kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Bwana, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako. So, tunachosikiza hapo ni nini? Uwiano wa maneno ndio tunaotafuta hapo. Je, ni mzuri? Yaani akitoka kwenye neno la kwanza kwenda kwenye neno la pili ni kitu kimoja ama neno la pili inapanda sana? Kwa hiyo tutafuta ile consistency ya vocal. Sawa. Kwa hapo angalau sio mbaya. Ila wewe ukitulia utafanya vizuri zaidi. Ila huku siweke maplug huku. Kwenye channel zako huku weka autotune tu peke yake. Seke maplug. Nitakushukuru Mungu wangu. Sasa hapa kinachofuata baada ya kuona kwamba tumenyanyua maneno vizuri, tupate zile frequency, lakini bado hatumpati vizuri kwenye yale maneno. Bado kama ikiwa haijafanya kazi vizuri, tunatumia sana nini? Exciter. Unajua kuna distortion na kuna exciter. Exciter ndio inatusaidia kwenda kuchoma yale maneno ya juu ya mwishoni, sio anaimba hapa ila yale ambayo hatujafikia kwenye zile frequency za juu ndio tunachoma yale ili zile tuzipate. Zile ndio zinatupa maneno yasikike vizuri. Sawa. Kwa hapo natumia exciter hapa. Hii hapa ndio exciter. Sawa. Ngoja ni play kwa full. Nisikie kufanya kazi. Nitakushukuru Mungu wangu. Hapa ikiwa full. Kwa moyo wangu wote. Hapa ikiwa hivi. See the difference? Mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Mbona ikiwa hivyo? Sasa hapa ndo tunai nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. So nitalishukuru kiwango kizuri, hakuna limit ya kuongeza. Ongeza kulingana na wewe utakavyoona imekaa sawa. Unaweza kusema mwisho hapa ni sikio lako linasikikaje. Bwana, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Lote umedhihirisha ukuu wako, unahitaji kupewa shukrani. Unaisikia vizuri sasa hivi. Okay. Nitakushukuru
Okay, sasa baada ya sasa hapa huyu jamaa yuko hivi na tumeshapata kitu kidogo ambacho tunachokihitaji, yani angalau vocal tushipata kwenye namna ambayo tunaitaka. Hapo sasa tutatumia vitu viwili tu vya mwisho. Cha kwanza tutatumia Aravox. Sasa kunyanyua sauti yake, alafu tutatumia CLA vocal katika kuiweka kuidouble vocal yake, kuweka stereo left and right na nini, kuongeza kidogo kama kuna sema kwa maneno tuyapati ile punchiness na nini. Ila hii tutawabusi kidogo, ila nyingine ya mwisho plug CLA vocal tutakwenda kufanya finalization ya vocal yetu. Okay. Hapa una reverb gani hapa unatumia? Reverb zipo nyingi, kuna reverb, kuna true reverb. Bali hala unayo? Wewe search labda sina. Haya, unatumia reverb. Kwa moyo wangu mbele ya miungu nitakuimbia zaburi Bwana, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako kwangu Bwana. Hapa najaribu kutafuta reverb ambayo itafiti kwenye vocal yetu, lakini pia inashauriwa kitaalamu lead vocal anatakiwa awe na reverb kidogo, afu wale watu wa chorus na mabaki reverb ziwe nyingi, ndio unapata uwiano mzuri wa muziki. Huyu akiwa na reverb nyingi na mabaki na reverb nyingi, ndio see the difference. Kuna frequencies za fight. Sawa. Okay, sasa hapa tutafunga na plugin ngoja tuangalie Fabricator kama tunaweza kutumia hii afu tukatumia na hiyo ya mwisho. Kwa moyo wangu wote mbele ya miungu nitakuimbia. Okay, we don't need that. Tuandika CLA. So this one, hii ndio tunakwenda kufanya finalization ya vocal yetu, kuitouch, kuiboost na kila kitu hapa. Kwa moyo wangu wote. So hii ushawahi kutumia? Ndio. Hii hapa tunaigawa kwenye stereo kidogo. Yes. Upande wa delay tutatumia kule kwenye nani? Hivi bado tutumia compressor, tutatumia byte, tutatumia hapa kama EQ kidogo, kama bado ana bass tutakata, kama bass yana kidogo tumekata sana tutaongeza. Yani hapo ndo tunaishape sauti yetu. Kwa moyo wangu wote mbele ya miungu nitakuimbia zaburi Bwana, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako kwangu Bwana. Kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote lote, umedhihirisha ukuu wako, unahitaji kupewa shukrani za moyo wangu
Siku ile niliyokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Mungu wangu unatisha, Mungu wangu unatisha. Kwa moyo wangu wote mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Bwana, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako kwangu. Bwana, kwa moyo wangu wote mbele ya miungu So tunaangalia katika upande mzima wa mastering, tuna nafasi gani ambayo tumeiacha ambayo inaweza kutupa space wakati tunaendelea kumix. Kwa moyo wangu wote mbele ya bonge moja la opening space. So when you do mastering, basically si mwalimu test ni moja tu, plugin ni moja tu ya Mungu wangu. Kwa moyo wangu wote mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Niseme kwa kuanzia. Yaani hapo we just do the first. Tumefanya tu haraka lakini the vocal partners. Japokuwa nasikia kuna frequency fulani mbaya za vocal. Ikiwa lazima ujue kulitrain sikio lako vizuri. Kuna frequency fulani mbaya za vocal unasikia. Kwanza ndio fix it. Frequency mbaya za vocal unasikia. Mungu wangu. Mungu wangu. Kwa moyo wote mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Bwana, nitasujudu nikilikabili. Maana nimefanya hivyo kusudi kila zinapoingia zile frequency zinazoharibu vocal ndio zinakuwa zinashushwa. Sio ishushe moja kwa moja. Maana nisingefanya hapo ingekuwa imeshusha moja kwa sababu nisingeshusha moja kwa moja. Nataka tu ishushe pale ambako imezidi. Basi. Maana ndio ifanye Mungu wangu. Kwa moyo wangu wote mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Bwana, nitasujudu nikili takatifu, nitalishukuru jina. Mungu wangu. Kwa moyo wangu wote mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Bwana, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako kwangu. Bwana, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Umedhihirisha ukuu wako, unahitaji kupewa shukrani.
sina hapa, hamna low kwenye muziki wetu, hamna bezi. Maybe kwa mfano tunaweza tukadi dynamic vitamin, then tukadi vitu kidogo kwenye mastering. Mastering siniwa kwenye uisemi. Okay. Kwa kwanza hiyo. Flex cool. Presence ile ni saturation. Okay. Mungu kama wewe hayupo, hayupo. Mungu kama wewe hayupo, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Mungu wangu unatisha, Mungu wangu unatisha. Kama wewe hayupo, Mungu kama wewe hayupo. The biggest thing, make sure rekodi kwanza vizuri. Yani hiyo
Hiyo mic ndio bado utaendelea kuitumia hadi leo? Bwana nikwambia nataka mic mpya ndugu yangu. Uliniitikia ukanifariji nafsi kwa sasa singine ofisi tukachukue tu. Ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Hapana, bado sijakamilisha nauli ya mic. Unajua na mic ilikuwa na ujaji wenyewe. Kama makompresa vitu kama madrum sawa, kama masedeni bidii basi na nini, yaani usije ukazania kwamba una uwezo wa kumixi voko vizuri afu bidi hata kama likiwa baya basi voko, uzuri wa voko utasaidia mzigo sikia vizuri. No, kila kitu inahitaji kusikia. Uliniitikia ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Hongera sana. Mungu wangu unatisha, Mungu wangu unatisha. Simu ile stand ile. Mungu sio nichukua kinajua kinatoka. Uliniitikia Sio unaachia simu kwa nafsi kwa kunitia nguvu, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Mungu wangu unatisha, Mungu wangu unatisha. Mungu kama wewe hayupo. Hivi tu ano diwani hizi voko za vitu za diwani hiyo ni rodi, una rodi fulani za silver fulani hivi. Ile kwa sababu ndio na rosa ndio. ai mbaya jamani, sio nzuri. kikosi changu. Hali